Makosa matano ya mwanamke yanaweza kufanya familia iweze kujitenga na mtoto wao. Ni muhimu sana kufahamu kwamba kuna makosa matano ambayo mwanamke akiyafanya kwenye ndoa, familia ya mwanaume inaweza ikajitenga na hiyo ndoa, haijalishi kwa mtoto wao, haijalishi kwa mke wa mtoto wao, wakajitenga na hiyo ndoa. Kwa hiyo haya ndio makosa matano ambayo nitaweza kuyataja, na haya makosa ndio yamefanya ndoa baadhi yao kutoelewana na wazazi wa mwanaume, haijalishi mtoto wao, haijalishi pia mke ambaye ameolewa na mtoto wao. Kwa hiyo haya ndio makosa matano ambayo yamepelekea baadhi ya ndoa ambazo hazielewani kati ya familia ya mwanaume na mke pamoja na mtoto wao. Kosa la kwanza kabisa ni mwanamke kutomheshimu au kutoheshimu wazazi. Hili ni mojawapo ya kosa ambalo limefanya familia kadhaa ambazo wazazi wa mwanaume hawaelewani na mtoto wao pamoja na mke wao, na mke aliolewa na mtoto wao, kwa kufanya hili kosa ambalo nimeweza kulitaja la mwanamke kuwadharau wazazi wa mwanaume. Na pia kosa la pili ni kosa la mwanamke kuwatukana wazazi wa mwanaume. Hili ni mojawapo ya kosa kubwa sana ambalo huwa linaweza likasababisha yani familia ya mwanaume kutoelewana, aidha na mtoto wao pamoja na mwanamke ambaye amefunga naye ndoa. Na pia kosa la tatu ni kosa la mwanamke kupenda ndugu zake kuliko ndugu wa mwanaume. Hili ni mojawapo ya kosa kubwa sana ambalo limefanya ndugu au familia kumtenga mtoto wao pamoja na mwanamke ambaye amefunga naye ndoa, kutokana na hili kosa la mwanamke kupenda ndugu zake kuliko ndugu wa mwanaume. Na pia kosa la nne ni kosa la mwanamke kuwadhalilisha wazazi wa mwanaume. Unakuta mwanamke anaenda mtaani anasema wazazi wa mume wangu wanakuja kudoea chakula, au wazazi wa mume wangu ni wachawi. Hii mojawapo ya kosa ambalo yani linafanya au limefanya wazazi wa mwanaume kumtenga mtoto wao, na pia kumtenga yani mke wa mtoto wao ambaye amefunga naye ndoa. Kwa hiyo ni mojawapo ya kosa kubwa sana ambalo limefanya baadhi ya ndoa kutokuwa na maelewano kabisa na familia za chema. Na pia kosa lingine ni kosa la mwanamke kutokuwa na busara kwa ndugu au kwa wazazi wa mwanaume. Kutokuwa na busara ni kwamba mwanamke au familia inaweza kuwa amekuja kuwatembelea, lakini yeye yuko busy na mambo yake, hajali wazazi wa mwanaume. Hili pia ni mojawapo ya kosa ambalo limefanya yani wazazi au familia ya mume wa mwanamke kutoelewana na wazazi wake. Na pia kosa la mwisho kabisa ni ubinafsi. Yani unakuta mwanamke yeye ni binafsi, mwanaume anapotaka kutuma hela mpaka ajifiche. Hii pia imeweza au ni mojawapo ya kosa ambalo limefanya familia au wazazi wa mwanaume kutoelewana kabisa na mtoto wao pamoja na mke ambaye ameolewa na mtoto wao. Kwa hiyo ni mojawapo ya makosa au ni mojawapo ya kosa ambalo ni zito sana, ambalo linaweza kufanya ili tatizo ambalo nimeweza kulitaja. Lakini kumbuka, kama unahitaji ushauri au video za kufanya faragha, hakikisha unanicheki WhatsApp kwa namba 0713728736. Na kumbuka pia unaweza kupata hiki kitabu. Kitabu hiki kitakusaidia sana kuingia katika mahusiano sahihi au ndoa sahihi. Cheki WhatsApp kwa namba 0713728736. Na kama uko nje ya Tanzania, anza na jumlisha 255 713728736. Naitwa Isaac Kanyango.